Je, ni kisa chako au ni kisa cha Yesu? Mgeukie jirani yako basi. Chagua mmoja, kama ni wa kushoto, kama ni wa kulia. Muulize jirani, o jirani, kisa cha Yusufu ni chako au cha Yesu? Unaona kama kuna jibu hapo? Tafuta jirani mwingine. Geukia yule uliyempotezea, yule uliyempatia kisogo, mpe tabasamu. Mwambie jirani, o jirani, kisa cha Yusufu ni chako au cha Yesu? Unaona kuna mategemeo ya jibu hapo. Kisa cha Yusufu ni kisa changu, kwa sababu kisa hiki kinaongelea uhalisia kamili wa maisha ya mwanadamu katika dunia iliyoanguka na dhambi. Kijana huyu akiwa na umri wa miaka 17 tu, tayari mahusiano yake na ndugu zake yalikuwa yamekwisha haribika, na chuki kali sana ilikuwa imepandikizwa ndani ya ndugu zake dhidi yake. Ndugu zake hawamchukii kwa sababu ya uovu au ubaya aliyowatendea. Ndugu zake hawamchukii kwa sababu ya dhambi au maneno aliyoyasema. Lakini ndugu zake wanamchukia kwa sababu tu alipendwa na baba yake kuliko wengine wote. Kijana huyu hakujaza fomu baada ya kuzaliwa ya kumfanya baba yake ampende zaidi. Wala hakuna chochote cha maana au cha ziada alichokifanya kumfanya baba yake ampende zaidi. Lakini Yusufu anaishi katika dunia ambayo watu wanaweza wakakuchukia pasipo sababu maalum. Kisa cha Yusufu ni kisa changu. Maana katika dunia ninayoishi mimi, sijui kuhusu wewe, wapo watu ambao hawahitaji sababu, hawahitaji kusudi, huhitaji hata kuwakosea, na wengine hata hawakujui lakini hawakupendi. Siku moja ndugu zake wakiwa wameenda katika machunga, baba yake anamtuma Yusufu, anamwambia nenda kawatazame ndugu zako. Na Yusufu anaenda mpaka Shekem, pale ambapo aliambiwa angewakuta ndugu zake. Anapofika Shekem, kwa bahati mbaya anakuta ndugu zake hawako pale. Na sasa hapa ndio tofauti ya Yusufu na mimi inaonekana. Maana mimi kama mimi hapa, yani najua hunipendi, hunikubali, nimetii tu sauti ya baba kuja kukutafuta, na pale ambapo ulipaswa kuwa haupo, mimi ningerudi nyumbani nimwambie mzee jamaa hawapo. Lakini Yusufu anakutana na mtu pale na anamwambia unawatafuta wale Waebrania, shuka mbele zaidi utawakuta pale. Na kwa upendo wa kijana huyu kwa ndugu zake wanaomchukia, anaenda na kwa mbali anawaona ndugu zake. Ninapata picha, miguu yake inaanza kutiwa nguvu na anaanza kufurahi, anaanza kukimbia ili akuwakumbatie ndugu zake na kuwajulia hali na kuwapatia chakula. Wao wanapomuona kwa mbali wanaanza kupanga namna ya kumuua. Kisa cha Yusufu ni kisa changu. Maana sio kila unayemwazia mema anakuwazia mema. Ni uhalisia wa maisha ya mwanadamu katika dunia iliyoathiriwa na dhambi. Na by the time Yusufu anapofika kwa ndugu zake, akiwasalimia na mikono yake imefunguka ili kuwakumbatia, anapokewa kwa ngumi na mateke na vitu kama hivyo, matusi mengi na kejeli kali, na wanaanza kumpiga ili wamuue. Katikati ya zoezi la kumpiga, mmoja wao anatoa wazo ya kwamba kuliko tumuue sisi, ni bora tumtupe kwenye shimo ili afe tu kwa natural causes, na hata mbingu ikiandika ripoti ya kifo chake, damu yake isiwe mikononi mwetu. Mbingu iseme kwamba amekufa kifo asilia. Unaona wanadamu wakiamua kuwa waovu, wanavyoweza kufanya uovu lakini na kumask kana kwamba uovu huo hauwahusu. Wanamtupa kijana huyu kwenye shimo, na unaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya 37 fungu la 24, Biblia inasema shimo lile lilikuwa kavu na lilikuwa limejawa giza. Kijana huyu yuko katika sehemu ya giza. Kisa cha Yusufu ni kisa changu, maana kinaniambia ya kwamba katika maisha kwenye dunia hii iliyoathiriwa na dhambi, zipo nyakati nitalazimika kutembea gizani. Sio kila mtu anayelielewa hili, lakini kwa mtu aliyekuwa na kazi nzuri,
na siku moja tu ameenda ofisini akapewa barua ya kumwachisha kazi, anaelewa nini maana ya kutembea gizani. Kwa mtu aliyekuwa anafanya biashara yenye faida na yenye mafanikio makubwa, na biashara ikaanza kuharibika kiasi kwamba sasa madeni yakaanza kuzidi mtaji, na sasa amefilisika, anaelewa nini maana ya kutembea gizani. Kisa cha Yusufu ni kisa changu, maana kuna nyakati ninalazimika kutembea gizani. Kwa mzazi aliyekuwa na mtoto au watoto wazuri, wenye heshima, wenye kutii, wanaopenda mambo ya Mungu, wanawahi vyama vya adventure, Pathfinder, kwenye program za watoto kanisani wamo, uniform zote walishonewa, makambi ya vijana walienda, na kwa kweli mafungu walikalili, nyimbo waliimba. Lakini leo watoto hawa wamegeuka, ni walevi, wanakunywa pombe, ni wavutaji bangi, wavutaji sigara, na wanakuja kanisani kwenye matukio maalum. Mzazi huyo anaelewa nini maana ya kutembea gizani, maana akitazama future ya watoto wake haoni chochote isipokuwa giza. Kisa cha Yusufu ni kisa changu. Kwa ndoa isiyo na furaha, biashara inayokufa, mwanamke kwenye ndoa ambaye bado hajapakata mtoto wake, binti anayetamani kuolewa na jua linazama, watu hawa wanaelewa nini maana ya kutembea gizani. Kisa cha Yusufu ni kisa changu. Baada ya muda mfupi, Yusufu akiwa hapo kwenye shimo, anaona kamba imeshuka, na ndugu zake wanamwambia shika kamba tukutoe. Na Yusufu anacheka, anafurahi, anasema it was a joke. Kumbe walikuwa wananitania. Mimi nilidhani wako serious. Na furaha yake ni kubwa wanapomvuta kumtoa shimoni. Lakini anapofika juu ya ardhi, anawakuta ndugu zake wanahesabu vipande vya fedha, maana tayari wamekwisha muuza kwenye kundi la Wamidian wanaofanya biashara. Na Yusufu sasa anabebwa kama mtumwa aliyeuzwa na ndugu zake. Kisa cha Yusufu, wapendwa, ni kisa changu, kwa sababu wanaokusaliti na kukuumiza sio lazima wawe mbali na wewe. Na miaka ya 90 na mwishoni hapo, kuna mwimbaji mmoja anaitwa Mr. Nice, alisema kikulacho. Sasa usiniulize pastor ulijuaje huo wimbo. Nikiwa kwenye basi naenda kwenye makambi, nilisikia wanaupiga. Ameuzwa na ndugu zake wa kuzaliwa pamoja naye. Pata picha, miaka 17 anatazama nyuma, ndugu zake wanahesabu vipande vya fedha, yeye anaenda na kundi la wanaume hawajui, hawamjui, hajui lugha wanayoiongea, hajui nchi anayoienda, hajui mila desturi za huko anakoenda, hata huko maisha yakoje hajui. Miaka 17 ameuzwa na ndugu zake. Na ninaposoma katika Biblia yangu Mwanzo sura ya 39, Biblia yangu inaniambia ya kwamba hawa Wamidian wanamfikisha Yusufu Misri na wanamuuza kuwa mtumwa nyumbani mwa Potifa. Lakini Mwanzo sura ya 39 na fungu la 2 inaniambia ya kwamba lakini Mungu alikuwa pamoja na Yusufu huko Misri. Kisa cha Yusufu ni kisa changu, maana kinaniambia ya kwamba mimi sitembei peke yangu. Siku zote Mungu yuko pamoja nami, niwe kwenye shida, niwe kwenye furaha, mambo yakiwa mazuri, mambo yakiwa mabaya, Mungu yuko pamoja nami. Kijana ni mtumwa, lakini Mungu amekubali kwenda naye utumwani. Na kwa kuwa Mungu yuko pamoja na Yusufu, mambo yanamnyookea Yusufu. Kijana anaanza kupanda vyeo baada ya vyeo, mpaka siku moja Potifa anamwambia, ninakiri ya kwamba unaweza kuiendesha nyumba yangu vizuri kuliko wengine wote, na kwa hiyo basi ninaweka vyote chini yako isipokuwa mke wangu. Na position hii, it's a position of power, it's a position of authority. Maana yake ni nini? Ni kwamba diplomats wote wa mataifa mengine ambao walikuwa wanakuja nyumbani kwa Potifa walipitia kwa Yusufu. Network yake ikaanza kukua, kijana akaanza kung'aa, akaanza kupendeza. Yuko utumwani lakini shavu linamtoka utumwani. Jamani sikilizeni, Mungu tunayemwabudu huwa habariki sehemu, huwa anabariki watu. Kwa hiyo baraka za Mungu zipo popote nilipo. Na ndio maana kitabu cha Yoshua kinaniambia ya kwamba popote mguu wangu utakapokanyaga
hapo ndio panakuwa mahali pangu na baraka za Mungu ziko hapo. Na ndio maana nakwambie mpendwa, usitishwe, uwe mijini, uwe vijijini, Bwana anamimina baraka juu ya watu wake. Kijana anaanza kung'aa. God can bless people in strange places. Na mambo yanamnyookea. Yuko safi. Anang'aa kiasi kwamba mama Potifa anamuona kwamba anang'aa. Na mama huyu siku moja anatoa pendekezo, kwa nini sasa wewe Yusufu, unajua huyu Potifa naye yuko busy na masafari, shughuli za kitaifa. Unajua kuna baridi huku Misri, tunafanyaje sasa? Yusufu anakataa kuingia katika jaribu la kutembea na mama huyu. Sheria ya Wamisri ni kwamba mtumwa anafanya kila anachoagizwa na bwana wake. Kwa hiyo Yusufu alikuwa na kichaka kizuri sana cha kujificha. Maana kinyume cha kufuata maelekezo ni kifo. Si hata Mungu hilo angelielewa au asingeelewa? Maana naona kama vile maisha ya Yusufu ni ya muhimu kuliko kitendo cha, lakini Yusufu anachagua kuwa mwaminifu kwa Mungu wake. Na kama matokeo ya uaminifu wa Yusufu kwa Mungu wake, kijana huyu anasingiziwa kesi ya ubakaji na anatupwa gerezani. Kisa cha Yusufu ni kisa changu. Maana kinaniambia katika maisha haya kwenye dunia iliyoathiriwa na dhambi, kuna siku nzuri na kuna siku mbaya. Kuna siku za kupanda na kuna siku za kushuka. Kuna siku za kucheka na kuna siku za kulia. Kuna siku ya kuzaliwa na kuna siku ya kufa. Huo ndio uhalisia wa maisha ya mwanadamu katika dunia iliyoathiriwa na dhambi. Lakini habari njema ni hii hapa, na inapatikana pale kwenye Mwanzo sura ya 39 na fungu la 21. Biblia inasema, lakini Mungu alikuwa pamoja na Yusufu gerezani. Sijui niseme kwa namna gani ili wewe uliyefika kwenye ibada ya leo unielewe. Mungu anakubali kufanywa mfungwa na anakubali kuishi kwenye korido za gereza ili mradi yuko pamoja na mtu wake. Daudi akiyatafakari haya ndio anajiuliza baadaye, niende wapi nijifiche na uso wa huyu Mungu? Maana nikipanda milimani huko juu yupo, lakini hata nikitandika kitanda changu kuzimu, Mungu yuko huko pia. Hakuna ninapoenda na nisiwepo kwenye uwepo wa Mungu wangu. Yesu akiwaacha wanafunzi akawaambia, tazama, nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. I am never alone. Never alone. Na naomba mpendwa, unapoishi katika maisha haya, ndiyo dunia imeathiriwa na dhambi, ndiyo mambo sio mazuri na kuna nyakati za maumivu makali, lakini ninaomba utembee ukiwa na ujasiri ya kwamba kila hatua unayoipiga Mungu yuko pamoja nawe. Na ukijua ya kwamba Mungu yuko pamoja nawe, huhitaji kujipendekeza kwa mtu yoyote, sema amina. Huhitaji kulamba miguu ya mtu yoyote. Yaani ukijua Mungu yuko pamoja nawe, you are free. Na ndio maana Biblia inasema mwana wa Mungu akikuweka huru, unakuwa huru kwa sababu yuko pamoja na. Uhuru wako sio pesa, uhuru wako sio nguvu, uhuru wako haupo katika cheo, uhuru wako upo katika uhakika wa kwamba Mungu yuko pamoja nami. Ukijua Mungu yuko pamoja nami, nawe wachawi hawawezi kukutisha. Maana Hesabu 23 fungu la 23 nasema hakuna uchawi katika Israeli wala uganga katika nyumba ya Yakobo.
Ukijua Mungu yuko pamoja nawe, wala mabosi wako hawawezi kukutisha na kukufanya ucompromise values zako, maana anasema yeye anatumia vidhaifu vya dunia hii kuviheshimisha vile vyenye nguvu. Walk confidently when God is with you, and walk with the assurance of the presence of God in your life. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu yuko gerezani, lakini Mungu yuko pamoja naye. Lakini hapa kuna jambo ambalo ni lazima niliseme. Uwepo wa Mungu katika maisha yako haumaanishi ya kwamba hautapata shida katika dunia ya dhambi. Maana wapo watu au zipo dini au wapo wachungaji wanaodanganya watu eti kwamba ukifunga tatukavu, ukaomba ukiwa unazunguka, ukatoa zaka kwa uaminifu, ukatoa sadaka kwa uaminifu, halafu ukaenda kwenye makambi siku zote kama ilivyokusudiwa, magonjwa hayatafika kwako na kazi hautafukuzwa. Ngoja nikwambie, kisa cha Yusufu kinatuambia ya kwamba unaweza kuwa mwaminifu kabisa kwa Mungu wako, lakini kwa kuwa unaishi kwenye dunia yenye dhambi, mabaya yakakupata. Mabaya hayawapati watu kwa kuwa ni wabaya, wapendwa. Mabaya yanawapata watu kwa sababu wanaishi kwenye dunia mbaya. Kama umeelewa sema amina. Nataka hiyo uielewe vizuri sana. Watu hawapati na mabaya kwa sababu they are bad. No. Wengine ni watu wema, lakini kwa kuwa wanaishi kwenye dunia mbaya na falsafa za dunia hizi hazitaki wema, wanajikuta they are victims of circumstances kwa sababu dunia ndio mbaya. Sasa nikikuuliza dhambi ya Yusufu mpaka amefungwa gerezani ni nini? Hatia yake ni nini? Kumkataa mama Potifa? Kuwa mwaminifu kwa Mungu wake? Na hapa nataka niongelee wale wenye kiburi cha uzima, ambao somehow they feel kwamba wao they have it all together. Nakumbuka nikichunga mahali fulani huko Dodoma, na Dodoma nilichunga mtaa zaidi ya mmoja, kwa hiyo kama unataka kufuatilia pambana. Nikichunga mtaa mmoja huko Dodoma, kulikuwa na mama mmoja, kama ambavyo wapo katika makanisa mengi, sio hili la Ushindi maana nalipenda. Yeye alikuwa ni mtaalamu wa kucriticize watoto wa wenzake. Na siku zote conclusion yake, yani akishasema yote, hitimisho ni kwamba watoto wanayumba kwa kuwa wazazi wamefeli kufanya wajibu wao. Ni mtaalamu, na nikisema ni mtaalamu, yani hata mimi mchungaji wake nilikuwa najua ni mtaalamu wa jambo hili. Kwa hiyo mtoto wa nani amepata mimba, sasa ataachaje kupata mimba? Adventure hakuletwa, Pathfinder hakuenda, kambi la Kampala hakupelekwa. Lazima tu, yani matokeo, yani kwa hiyo conclusion ni kwamba watoto wanaharibika kwa kuwa wazazi hawajafanya wajibu wao. Siku moja binti yake akafunga shule na akarudi nyumbani. Na katika kila kanisa kuna kuwaga na wale wa mama watu wazima wenye jicho la tatu. Hata hapa Ushindi ninawaona. Wanaona yasiyoonekana kwa macho. Wapo. Wewe mama sasa usiangalie chini, mtazame mchungaji. Wakamtazama binti, wakamuita mama yake, wakamwambia tunadhani ni vizuri uongee na binti yako. Kuna namna anavyoonekana. Mama akauliza mna maana gani? Tunadhani ana dalili za ujauzito. Mama kawa mkali. Mnikomage. Tena temeni mate yenu mbali. Mwanangu, mnamjua mwanangu? Ndiye anatuamsha maombi ya asubuhi nyumbani. Huyu mwanangu mnayemuona anafanya effort huyu shuleni kwao. Yeye ndio mwazini wa Waadventista kwenye shule yao. Mnamsingizia mwanangu. Mama akachamba watu, anambia mama, haya mambo hayahusiani na kuwa mtunza hazina. Wewe rudi uongee na mwanao. Out of denial. Mama huyu, likizo ya binti ikaisha. Mama, huyu mtoto anavonenepa. Watoto wa siku hizi wanakula chipsi mayai sana. Mama, unene usio chipsi mayai huu. Mtoto anapomaliza likizo, anaporudi shule, anakaa shuleni tu mwezi mmoja na nusu hivi, 6 weeks, na anarudishwa nyumbani. Ni mjamzito. Sasa yeye kwake alienda adventure, akaenda Pathfinder, na makambi yote ya vijana alikuwa anaenda. Lakini si umeona tu kwamba mabaya hatupati kwa kuwa sisi ni wabaya. Mengine anatupata tu kwa sababu tuko kwenye dunia nini jamani? Kwa sababu yeye sasa alikuwa na hukumu kwa aibu kubwa sana.
akajaribu kuficha dhambi na akampeleka mtoto wake hospitalini ili mimba itolewe. Bahati mbaya process haikwenda vizuri, wamerudi nyumbani, mtoto damu ikaanza kuvuja. Damu ikavuja. Na mama hajui sasa apeleke mtoto wapi, maana it's illegal. Damu inavuja. By the time mzee anatoka kazini jioni kufika nyumbani, mtoto amekata kauli, macho yamegeuka. Kwa hiyo kisa cha Yusufu kinachotuambia, na ni kisa changu kwa sababu unaweza ukaishi maisha mazuri yanayompendeza Mungu, lakini haikuexempt kutoka katika majaribu ya mwovu shetani. Lakini the vice versa is also true, ya kwamba mambo mazuri hayatutokei kwa sababu sisi ni wema. That is also true. Maana kuna watu tuna kiburi. Ulifauluje mtihani? Mimi nilikuwa nasoma, miguu naweka kwenye maji, usiku silali. Wapo ambao wanafanya hayo na hawajatoboa. Daudi linamsumbua hili wazo, ndio maana siku moja anamuuliza Mungu, how comes that the unrighteous prosper? Yaani inawezekanaje wadhambi ndio wanaonekana kana kwamba wananawili? Kwa hiyo mambo mazuri hayatupati kwa sababu sisi ni wazuri, na mambo mabaya hayatupati kwa kuwa sisi ni wabaya. Lakini uhalisia wa maisha ya mwanadamu katika dunia iliyoathiriwa na dhambi ni huu, ya kwamba unaweza ukawa mwema na ukapata mabaya, na unaweza ukawa mbaya na ukapata mema. Na kama kuna jema lolote katika maisha yako, inua macho juu, mwambie Yesu asante. Si kwa nguvu wala kwa uweza, lolote ulilonalo ni kwa neema, na ni neema ya Kristo peke yake. Kisa cha Yusufu ni kisa changu. Kijana akiwa gerezani bado anaendelea kuwa mkweli kwa wito wa maisha yake. Na hili ni funzo ambalo mimi nalipata kwenye kisa cha Yusufu. Ningekuwa mimi, nimeuzwa na ndugu zangu, nimesingiziwa kesi, niko gerezani, I would have been a bitter human being. Ningekuwa mtu mwenye maghadhabu dakika zote. Lakini Yusufu yuko gerezani, haachi wito wa maisha ambayo Mungu alimuumba kuyaishi. Si unamuona anaamka asubuhi anaanza kuuliza wafungwa wenzake, good morning, mmeamkaje jamani? Ni amani. Mbona mna huzuni? Mimi nimefungwa kwa kesi ya kusingiziwa. Huzuni yako haijalishi lolote kwangu. After all, shika zako nishike zangu. Yani hawa anawauliza mko sawa, mbona mna huzuni? Ni hao wa Misri ambao wamemsingizia mpaka amefungwa. Lakini Yusufu anatuambia hivi kupitia kisa chake, ya kwamba hauhitaji kubadilisha vile Mungu alivyokuumba au wito wako kulingana na mazingira uliomo leo. Remain true to who God has created you to be. Sijui kama mnanielewa watu wa ushindi. Mnajua hili inaweza ikawa bila mwisho nalowahubiria kabla sijaenda shule. Sikilizeni kwa makini. True to your calling. In the worst circumstances possible. Remain true to who God has made you. Wewe usingeongea na wale watu, usingehangaika nao, lakini Yusufu anasema hapana. Mazingira yangu hayatanibadilisha. Nitabaki kuwa mkweli kwa vile Mungu alivyoniumba. Kuna watu hapa walikuwa si wezi kabisa. Lakini walipoingia kwenye ofisi ambayo kila mtu anaiba, na mazingira ndio hayo ya kila mtu kuiba, kaza macho sasa umtazame mchungaji. Na yeye sasa amecompromise viwango vyake, ameanza kuwa mwizi. Kuwa mkweli kwa vile Mungu anavyokutaka uwe. Wengine hapa mlikuwa hamli rushwa, mko hapa na nawaona, na nyie mnaniona na tunaonana. Na ulikuwa Mwadventista kweli kweli, Mwisraeli asiye na hila ndani yake. Lakini ulipofika kwenye mazingira ambayo ndio kila mtu anaoperate hivyo, na wewe sasa
ili ufit in, ukaanza remain kuwa mkweli kwa vile Mungu anavyotaka uwe. Kuna watu hapa mlikuwa ni waaminifu, hamjawahi kuchiti, lakini mume wako tu alivyoanza kutembea nje ya ndoa, kaza macho, mtazame mchungaji. We mama, kaza mtazame mchungaji, tazama ukiwa unatabasamu. Bwana Yesu azevewe. Ulikuwa mwaminifu, mume wako tu alivyoanza kutembea nje ya ndoa, na wewe baki kuwa mkweli hata katika mazingira mabovu. Kisa cha Yusufu ni kisa changu, maana kinaniambia it is possible kuendelea kuishi sawasawa na kusudi la Mungu kwa maisha yangu katika mazingira mabovu. Akiwa hapo ndio anauliza, mmemkaje? Mbona mna huzuni? Shida nini? Wanamwambia ndoto zao. Anasema ndoto kule mimi nakotoka kule, Mungu wetu huwa anashughulika na mambo ya ndoto. Ngoja nikamuulize. Anakuja anamwambia, sasa sikiliza ndugu yangu, wewe siku 3 kuanzia sasa utakufa. Utakufa kabisa, unauawa. Kwa hiyo kama hujaandika wosia, hujaandika nini, wewe siku 3 kutokea sasa utarudishwa kwenye kazi yako ya kumnyosha mfalme. Ya kitaifa, mfalme anamhukumu yule wa kifo, kweli anauawa. Huyu mwingine anaambiwa ulisingiziwa, rudi uendelee na kazi yako ya kumnyosha mfalme. Huyu ndugu akiwa anatoka gerezani, Yusufu anamwambia, sasa sikiliza ndugu yangu, kwa kuwa unaenda kumnyosha mfalme, ukiona siku mfalme ana furaha, ana amani, ana raha, mwambie kwamba kuna Mwebrania huko amefungwa kwa kusingiziwa. Ndugu yake anamwambia, usijali, kwa hili ulilonitendea, chap kwa haraka umetoka hapa. Kisa cha Yusufu ni kisa changu bwana. Mwanaume akaondoka, mwezi, robo, nusu mwaka, birthday ya mfalme, mwaka mpya, Krismasi, Pasaka, hii mfalme bado kanuna tu. Miaka 2 ikapita, jamaa hajatamka jina la Yusufu. Kisa cha Yusufu ni kisa changu, kwa sababu kinaniambia sio wote ninaowasaidia lazima na wao wanisaidie. Na kuna watu hapa, you are so bitter with life, so bitter, very bitter with life, kwa sababu kuna watu uliwasaidia na wamekusahau. Stop being bitter. Huo ni uhalisia wa maisha ya mwanadamu kwenye dunia iliyoathiriwa na dhambi. Nikutana na mama mmoja anaongea, anasema, pastor, yani usinione hivi, mimi ningekuwa mbali, ndugu wa mume zangu nimewasomesha, tumekula matembele, tumekula mchicha, ninasomesha ndugu wa mume zangu, lakini sasa hivi hakuna naye nikumbuka. Mama, pambana na maisha, dunia hii yenye dhambi. Kisa cha Yusufu kinasema kuna watu utawatoa na wakusahau. Uhalisia wa mwanadamu katika maisha ya dunia iliyoathiriwa na dhambi. Miaka 2 baadaye mfalme anaota ndoto, watu wanahangaika, wanateseka, hawawezi kutatua ndoto, na hapa Mungu anatengeneza stage ya kumtoa Yusufu sasa. Ndio maana tunasema jamani, wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Kwa wale ambao ulidhani kwamba wangeweza kukusaidia, wakakupa connection, wakakupatia michongo, wanaweza wasikutoe, lakini muda wa Mungu ukifika, yeye mwenyewe anakutengenezea platform ya kutokea. Cha msingi tu, hold on tight. Usikate tamaa, usipoteze matumaini, endelea kumwamini na kumtegemea. Muda wake ukifika, ratiba za mbingu zikifika, unatoka katika jina la Yesu. Si ndio? Sasa mfalme ameota ndoto, wachawi wamekuja, waganga wamekuja, watu wamefeli. Huyu mnyoshaji anauliza, jamani, kuna tatizo gani hapa? Mbona naona wapiga ramli wote wako hapa? Anasema, bwana, mfalme ameota ndoto huko, tuna tatizo la kitaifa. Huyu bwana ndo na msizani ya kwamba alimtaja Yusufu eti kwa sababu alikuwa anampenda sana. Alijua kabisa akifanikiwa kuresolve a national crisis here, si ndio mwendo wa promotion unaanzia hapo? Kwa hiyo it was not out of love for Joseph, it was for pure selfish ambitions. Yupo kijana mmoja Mwebrania hapo, ndoto. Hata mfalme tena anaanza kutoa na shuhuda, mimi mwenyewe niko hapa na kunywesha leo, yeye ndo alinitabiria haya. Mfalme akasema aitwe. Kijana akaitwa, akavishwa, yuko safi, amefika pale. Mfalme anamwambia Yusufu tu, anamwambia mfalme, ndoto, yuko Mungu huko ninakotoka, tuna Mungu tunayemwabudu ambaye haya mambo ya ndoto anayamudu sana. Wacha nimuulize. Anamwambia mfalme, ndoto yako ilikuwa ni hivi, si ndio? Na anavyomueleza mfalme anasema, ndio, exactly, right there, kama tulikuwa wote, au ulikuwepo kwenye usingizi wangu. Yani anavyoeleza ni mule. Anambia, sasa sikiliza mfalme, si nimekwambia ndoto? Ndio.
kama hautajali, naomba nikupatie tafsiri ya ndoto. Kumbuka Yusufu aliitwa kuitamka ndoto, hakuitwa kusema tafsiri ya ndoto. Akaambia hapa kutakuwa na miaka 7 ya shibe na kutakuwa na miaka 7 ya njaa. Ndiyo. Mfalme, kama hautojali, ninaomba nikupatie ushauri baada ya tafsiri ya ndoto. The power of going an extra mile. Unajua wapo watu wengine hapa, au tupo watu wengine, wala nisiwaseme nyie, hata mimi mwenyewe, ambao moto wetu katika maisha ni to do the bare minimum. Yaani tunataka kufanya tu vitu kwa hali ya chini possible. Kisa cha Yusufu kinasema kuna mibaraka ambayo unaikosa kwa kushindwa kwenda hatua ya ziada. Na kuna mambo hayatakaa kamwe yatokee kwenye maisha yako mpaka umejua namna ya kwenda hatua ya ziada. Anambia mfalme, sawa, hukuniita kukupa utafsiri, hukuniita kukupa ushauri, lakini if you don't mind naweza nikakwambia nini cha kufanya. Mfalme, hebu niambie. Anasema sasa hapa tujenge magala. Dunia yote ina chakula. Tujenge magala, tununue vyakula, tutunze vyakula kwenye magala. Hii Misri yote ijae magala ya chakula. Njaa ikija miaka 7 baadaye, sisi we will be the super economical power hapa, kwa sababu watu tutakuwa tunawapatia chakula. Si ndio mfalme anasema apatikane wapi mtu kama huyu? Maneno haya hayakutoka aliposema ndoto, hayakutoka alipotafsiri ndoto. Maneno haya yalitoka alipokwenda hatua ya ziada kwa kusema ushauri wa nini kifanyike. Sasa wewe, by doing the bare minimum, my friend, kuna mibaraka unapishana nayo. Sijui kama mnanielewa. Na kuna vitu pamoja na maombi na mifungo na nini, kuna vitu havitatokea kwenye maisha yako mpaka uende hatua ya ziada. Havitokei. Wengine wanaingia kazini saa 2, wewe ingia saa 1. Wanatoka saa 11, wewe toka saa 12. Go an extra mile. Baraka za Mungu zimefichika katika kwenda hatua ya ziada. Ningekuwa na muda ningewaambia mabinti, hata wachumba hawaji hivi hivi, lazima uende hatua ya ziada mpendwa. Ningekuwa na muda ningekwambia, oga vizuri, hakikisha hunuki, piga nguo yako pasi, paka mafuta, ndio una panki la kisabato, lichane likae standard, weka lip balm, weka lip shiner, beba Biblia na lesoni, wai shule ya sabato. Kuna mambo hayatokei. Haleluya. Kini unakaa tu hivi hivi. Yusufu anasema nakupa ushauri, na ushauri ndio natoa maneno haya, apatikane wapi mtu kama huyu. Na ndio sasa tunafika katika ile Mwanzo sura ya 41 fungu la 41. Biblia inasema Farao akamwambia Yusufu, ninakuweka leo juu ya Misri. Kumbuka alipokuwa nyumbani mwa Potifa, Potifa anamwambia ninakuweka leo juu ya nyumba yangu. Leo Mungu amemuinua kutokea gerezani, ninakuweka leo juu ya Misri yote. Angalia trend na angalia pattern ya story. Kisa kilianza Yusufu kwa kutupwa shimoni, akatoka shimoni akaenda kwa Potifa, akatoka kwa Potifa akaenda gerezani, akatoka gerezani sasa anaishia ikulu kama waziri mkuu. You are not getting it. From the pit into Potiphar's house, from Potiphar's house into the prison, from prison into the palace. Nikana kwamba kisa hiki kinaniambia haijalishi niko wapi leo, niwe shimoni, niwe gerezani, niwe utumwani, ili mradi Mungu yuko pamoja nami, kuna ufalme unaoningoja. Kisa cha Yusufu ni kisa changu. Lakini tujihoji vizuri, hivi kweli hiki kisa ni changu? Mbona nikana kwamba ukizungusha shilingi kisa hiki kinaacha kuwa changu? Maana nikisoma Mwanzo 37 fungu la 3, Yusufu alipendwa sana na baba yake. Lakini nikisoma Mathayo 3:17 ninaona Yesu pia alipendwa sana na baba yake. Mwanzo 37 fungu la 4 na la 5, Yusufu alichukiwa na ndugu zake. Nikisoma Yohana sura ya 1 fungu la 11 mpaka 13, ninaona kwamba Yesu pia alichukiwa na kukataliwa na ndugu zake. Alikuja kwa walio wake lakini wakamkataa. Kisa hiki ni cha nani? Mwanzo 37:23, Yusufu alivuliwa kanzu yake na kuachwa uchi. Mathayo 37 fungu la 28, Yesu pia alivuliwa nguo na kuachwa uchi. Hiki kisa ni cha nani? Mwanzo
37 fungu la 28, Yusufu aliuzwa kwa vipande vya fedha. Mathayo 26 fungu la 15, Yesu pia aliuzwa kwa vipande vya fedha. Kisa hiki ni cha nani? Mwanzo 39 fungu la 9, Yusufu alijaribiwa na mke wa Potifa lakini hakutenda dhambi. Mathayo sura ya 4 fungu la 4, Yesu pia alijaribiwa na shetani lakini pia hakutenda dhambi. Kisa hiki ni cha nani? Simgeukie jirani yako, umwambie jirani, o jirani, kisa cha Yusufu ni chako au cha Yesu? Kuna majibu hapo? Bado. Mwanzo sura ya 40 fungu la 2 na la 3, Yusufu aliwekwa gerezani na wafungwa wawili. Luka 23 fungu la 32, Yesu pia alisulubiwa msalabani katikati ya wahalifu wawili. Mwanzo 40 fungu la 21 na 22, mmoja ya wafungwa gerezani mwa Yusufu aliachiwa na kuwekwa huru na mwingine aliuawa. Mwanzo Luka sura ya 23 fungu la 43, mmoja wa wahalifu pale msalabani alimdhihaki Yesu na kuhukumiwa kifo cha milele, mwingine alimkiri Kristo na kuahidiwa uzima wa milele. Yusufu aliokoa Misri na dunia yote kutoka katika njaa kali. Yesu aliokoa dunia yote kutoka katika dhambi na hatia. Yusufu alitupwa shimoni na akatoka shimoni. Yesu pia aliwekwa kaburini na siku ya 3 Biblia yangu inasema akafufuka. Yusufu alifanywa kuwa kiongozi wa Misri na ikulu ya Misri. Na Yesu pia, wa Filipi sura ya 4 inatuambia ya kwamba amefanywa kuwa kiongozi wa malimwengu, na kwa jina la huyu Yesu kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri ya kwamba Kristo ni Bwana. Kisa hiki ni kisa cha nani? Kwangu mimi haijalishi kiwe cha Yusufu, kiwe cha Yesu, I don't care. Ninachojua kwa hakika ni kwamba hata kama leo niko shimoni, kuna siku nitatoka shimoni. Hata kama leo niko kwenye gereza la dhambi duniani hapa, kuna siku nitatoka gerezani. As long as Yusufu aliishia ikulu ya ufalme na Yesu yuko anatuandalia makao, mimi hatima yangu sio shimoni wala sio gerezani. Hatima yangu ni ufalme unaoningoja. Na wapendwa, wana ushindi, ni vizuri niwaambie, upo ufalme unaokungoja. Sijui unapitia nini, sijui ni nini kinachogubika maisha yako kwa sasa, sijui ni nini kinachokunyima amani na usingizi.